Yes. Katika Kenya mzima, na mimi ni mzaliwa hapa. Mimi naitwa Shafi Ali Hussein. Mimi ni kinara wa Nubian Rights Forum. Nubian Rights Forum ni shirika ya kutetea haki za binadamu na hususan haki za jamii ya Wanubi. Sababu ni jamii ya Wanubi ni jamii ambayo kwa lugha ya Kimombo tunaita minorities within an urban setup, na haki yao imekiukwa kwa muda mrefu sana hadi wa sasa tukizungumza. Ndio maana tumejitokeza kama Nubian Rights Forum tujaribu tusukumane na serikali tuone Wanubi wanakuwa treated kama Wakenya wengine. Ni Hamida, karibu sana. Tutambulisha. Ni Hamida Malase. Twahir. Jina langu ni refu kidogo. Hamida Malase, Twahir, Abdurrahman Musa. Popularly known as Mama Mazingira. Najiita Mama Mazingira kwa sababu mimi ni bwana mazingira. Mimi hufanya mazingira na hufanya harakati za kijamii. Harakati za mazingira, harakati za kijamii na pia harakati za kisiasa. Naam. Okay, sasa ni mwanamke bomba. Naam. Kwa hapa pale kule kabisa. Okay, kabisa. Gero moro ni wacho kama bedo kod jodongo miyo ing'eyo mathoth. Jaduong' Ali Yusuf Abdalla mabende ong'ere kod nying mar Mzee Makado ne oleronwa tie nyinge mag bombe moko masanja e pacho kaendi. Na wazee wetu British walienda huko wakachukua maaskari, kisha wakatoka Sudan, wakaja wakafika Uganda. British walikuwa wanataka kutawala Uganda, lakini wakakuta Waganda wameshakuwa watu ambao wana wafalme yao, ikawa ngumu. Na sasa wakatoka wakaja wakafika hapo Naivasha, wakaweka nini yao hapo, wakapata nafasi ya kukaa hapo Naivasha, lakini ikawa na matata. Basi wazee wetu wakaona sasa tutafanya namna gani, kwa sababu sasa wenyewe hawataki nini, hawataki wakaja Naivasha. Basi vita ikatokea kidogo, wazee wakashinda. Sasa unaona Naivasha hii ni jina ya nini ya Nubi moja, yeye ndio alikuwa ni kiongozi wa Wanubi. Yale ambao wakisema ndio vile wazungu wanasikia, kama tuseme yeye ndio kiongozi. Walipokuja wakawa hapo Eldama Ravine. Hii Eldama Ravine ni mahali ambapo wazee walipokuja mahali pao kule nini Naivasha, wakawa hapo Eldama Ravine, wakaweka dunia hapa, wakawa wanaishi hapo. Wakakaa kidogo, wenyeji wa huko sasa wakaanza vita na wao, lakini kwa bahati nzuri au mbaya wakawashinda. Basi walipotoka wakafika Naivasha. Hii Naivasha ni jina ya kiongozi wa Wanubi, alikuwa anaitwa Amin Basha. Amin Basha aliuawa hapo. Amin Basha aliuawa hapo Naivasha. Hii jina Naivasha ya Amin Basha, kwa alitoa ile Amin, lakini waliweka jina ya Basha, Amin Basha. Sasa hapo wasungu Amin Basha akasema sasa hawezi kwenda mbele, wanataka kurudi Sudan. Sasa wazungu wakampa sumu watu wa kutumua Amin Basha. Sasa nguvu ya unajua kiongozi akiwa hayupo, sasa nyinyi mnakuwa na matatizo. Sasa Wanubi wakawa hawana namna, sasa watafuata vile ilivyotakiwa. Wakaja walipofika tuseme hapa, habari ikaja ikatokea kwa kule upande wa nini wa Tanzania, German wameingia kutaka kutawala Tanzania. Basi British wakapata habari, sasa wazee wakachukuliwa moja kwa moja mpaka wapi, mpaka kuna pale inaita Namanga huko.
wazee wetu wadugu wengi sana waliuawa. Unajua kule ilikuwa Basha hii nini ilikuwa wako kwa nini kwa mlima huko juu na Manga. Sasa bridge walikuwa huko juu na hapa chini. Unajua kama mtu yuko juu ataweza kuua wewe sana kwa sababu wewe muone ndiye anakuona. Sasa alafu wazee wakafikiri sasa tutafanya namna gani? Basi yuko mzee wetu mmoja alikuwa anaitwa kidogo inaitwa China kidogo. Yeye ni kama tuseme kama darabini. Macho yake yeye naona hata kama yuko ndani ya shimo anakuona. Basi akakumbuka picha akao nzuri, tuite huyu mzee aje haraka aje kutusaidia hapo. Basi mzee akaja. Kweli kwa hapo kama bahati nzuri yule mzee Mwenyezi Mungu alimpa macho ya kuona. Bridge walikuwa wengine wanajificha, lakini wakati alipofika hapa akawa naua hawa. Sasa wakapata nafasi ya kuja British wakaingia Tanzania, tena wakakuta Tanzania wamesha kidogo wana viongozi, kaona sasa ikawa utawala Tanzania, wakatoka. Sasa wazee walipotoka pamoja na British wakafika hapo Ukambani hapa. Hali ya kwanza wazungu wazee walipokuja wakawa hapo Pangani hapo nini Machakos. So kakaa huko sasa kaona hapa sipali ambao wataweza kuishi sababu hali kavu katoka. Walipokuja na British wapo tuna British na hapa nini hakuna, ilikuwa hapa ilikuwa pori tu, hakuna mtu anaishi hapa. Lakini hasa mahali hapo Nairobi mzima yote ilikuwa ni ya Wamasai. Hii bahari ni ya Wamasai, japo tumekuja tu, lakini hii bahari yote ya Masai. Basi wazee walipotoka kule wakawa wamefika nini Ukambani, kaona ni nchi ambao hawezi kuishi. Wakatoka huko wakaletwa hapa nini hapo Pangani. Wazee wakakaa hapa Pangani na wazee wengine wakawa hapo Shauri Moyo mahali ambapo sasa hapo ilikuwa pori tu, hakuna nini. Basi wazee wakakaa. Sasa ikawa sasa maendeleo inaanza kuendelea. Sasa wazee waliona huko tena si pali pa kuishi Pangani, wakaja hapa Pelelesho. Sasa walipokaa hapo Pelelesho ni ami tu au ni ami. Walipokaa hapo Pelelesho wakakaa, ndio sasa hapo wakatafutiwa hapo Kibira hii. Sasa walipofika hapo Kibra, hii ni pahali ya Masai. Wazee waliomba Lenana, ile Lenana ndio ilikuwa kiongozi wa Masai. Wazee wakaomba, sasa Lenana akakubali, akasema huyu wazee wakae hapo. Ndio wazee Kibira ilianza wazee wakaanza fast. Hii maana ya Kibira ilikuwa forest. Naona na hakuna hii Nairobi ni jina ya mtu ile iko hapo karibu Mwezi. Hii mtu yuko hapo Mwezi, ndio Masai wanaitwa hii Nairobi. Nairobi. Sasa hii Nairobi ni jina ya ile mtu Masai. Sukari kit oganda Jowanubi kod timbe gito chalo nade kindege koma koro ginyombo kata magi kendore. Tuseme mtu kijana yako akitaka kuoa anatumwa barua au anatumwa wazee kwenda kuomba msichana, na kishaomba msichana inakubaliwa mtoto wako kumwoa msichana. Sasa nyinyi kama family sasa mtaleta habari, mmekubali kijana olewe. Sasa mimi mnaita family na kama naeleza wao yako mmepata habari hapa msichana wetu au kijana wetu anataka kuoa. Sasa tunaita nyinyi kwa sababu mje kuwe na mjue ya kuwa kama wakati nini yetu itafika harusi mtakuwa mnasaidiana na
kazi yetu itakuwa. Tuko na processes za kufanya harusi na ni tofauti pia. Tuko na masiku ambazo harusi inafanywa. Kuna kuposa, alafu baada ya kuposa barua irudi. Kuna yale vitu ambayo kwa jamii ya Kinubi lazima iwe katika hali ya kuposa, kama bride present ziko na kuna bride price. Alafu sisi pia vile tuna prophesize Islam, kuna ile kitu tunaita mahari. Mahari ni mwanamke Islam, mwanamke anaoa, lakini kuna bride price ambayo inatoa wazazi, na pia kuna masharti, kuna vitu ambayo lazima inakuja katika hiyo bride price. Mara nyingi mkiwa na sherehe mnaitana, mko kwa kikundi, ni kazi ndio mnaogopa, mnaitana muwe wengi, kila mtu ashike kazi ama ni nini? Hiyo ina ishara gani? Ukiangalia katika harusi, unajua hiyo inakuwa milestone kwa maisha ya mwanadamu. Ya kwanza ni kuzaliwa, alafu harusi, alafu kifo. So ni sherehe kubwa, na sherehe kama hii haifai kusherekewa na jamii pekee yake na familia pekee yake. Jamii nzima inafaa kusherekea. Kuna ndoa inaenda kufanyika, so ile hali ya kusherekea pamoja na mkiwa wengi, kila kitu inakuwa rahisi. Hata hiyo kazi vile unaisema kweli inafanyika. Kazi inafanyika, unapata inakuwa rahisi. Mwingine anashika huku, mwingine anashika huku, msaada inakuja upande huu. Hata kama kuna upungufu kidogo inasaidiwa. So harusi na ndoa ni kitu ambayo jamii zote, si Wanubi peke yake, huitana na jamaa na marafiki na waje tu kusherekea na wanandoa. Na kapo kwa dhima bora tokare nobedo nade ma oluong Kibra ni Kibra to dhot ka dhot kata words mantiere Kibra to nomi nying nade. Kibra maana yake ni forest. Wakati wazee walipopewa hapa ilikuwa ni kichaka, so wazee ndio walikata hii kichaka I do remember very well. Mimi ni mtu wa age yangu ni sawa na Uhuru Kenyatta, ingawaje nimemshinda na 2 months. Sisi ni watu wa 1961. I do remember very well wakati tulipokuwa wadogo, nikianza shule Mbagathi, kulikuwa hakuna watu Kibra. Hii pahali yote unaona ilikota ya baba, hiyo yote ilikuwa empty. Ilikuwa na Wanubi sijui watatu, 3 families. Na katika historia hii pahali Wanubi walipewa walikuwa pia ni wafugaji. Babu yangu anaitwa Alhaji Hussein Musa the late, alikuwa ni mfugaji. Area hii unaona ya Kibera station ilikuwa ikiitwa Saramoni Jamhuri, tulikuwa na ng'ombe. So mtu alikuwa na 10 acres, 5 acres. Babu ya mama yangu alikuwa akiitwa the late Abbas Dahik. Yeye alikuwa na shamba kubwa sana. Tulikuwa na kina captain, my neighbor ya babu ya mama yangu alikuwa Captain Adam Alashif, familia wake wote wapo. So you see, wao ndio walikata hizo forest na wakatengeza manyumba. By that time ilikuwa hizo nyumba za mchana na miti. Umesema Sarang'ombe ilitokana na hiyo ufugaji? Yes. Hata the word Sarang'ombe ni wadi ya Kinubi ya ufugaji. Eneo hili liko msitu na ndio maana inaitwa Kibra. Wadi Kibra, jina Kibra ni la Kibra. Inamaanisha msitu huko. So walikata msitu kidogo ndio kutengeneza. Na ukiangalia mandhari ya msitu ni mahali ambayo ni mahali nzuri, hewa ni safi. Hiyo ndio maana nikarudi nikakuwa kwenye mazingira. Hiyo ndio penye azma ya mazingira iko, kuangalia vile tutajaribu kukuza mazingira ya Kibra. Hatutarudi kwenye njia lakini tukuona jinsi ambayo itakuwa nzuri na salama kwa mtu yote, na pia itakuwa ni mahali hata mtu akiishi anasikia vizuri. Lainsaba. Lainsaba ni jina ya Kinubi. It was not Lainsaba, it was Lainshaba. You know where army used to exercise ranging? Ndio huko Lainshaba. So after Lainshaba going to Mbagathi Primary School, Mbagathi Hospital. By then
wewe ulikuwa hauko maybe mama yako. Hizo nyumba za mabati zilikuwa inaitwa Bula Camp. Ile nilikuwa ya hawa wanajeshi. That Bula Camp. Ilikuja katolewa just the other day. Darabina hapo kupiga mimi. Sasa ndio kama hii Makina hapa inaitwa Makina, ni mahali ambapo hakuna kabila yote wakawa hapo Makina. Sababu walipokuja wako tu, lakini unajua watu walikuwa na endano, unajua na kabila kuna kuja jenga hapo tu, unajua basi ikawa sasa ikawa kabila hii kama nyingi hapo, wakawa nyingi sasa kupeleka kwa lendu huko hakuna. Sasa ndio ikaweka Makina. Hii Makina ni kila kabila iko hapo katika Makina. Kama ukisikia pale iko kabila ndio kabila moja kabisa. To kar Nubi to yudo yuto margi kokalo kuom ang'o kata kuom ohala mane nyaka ne giyudre e pacho kaendi. So jamii ya Kinubi vile waliletwa na Waingereza walikuwa settled in different towns. So unapata changamoto ambayo yanapata jamii ya Kinubi, urbanization, unapata ile hali ya jiji kukua, development, maendeleo katika jiji kuu. Sasa inapata changamoto inapata jamii ya Kinubi, kwa sababu ukiangalia kuna ile hali ya rural urban migration. Kuna wakati wa industrialization, watu wamekuja sana katika miji. So umepata ndio baada ya wazee kwa maskani, vita ikaisha. Kwa hivyo inamaanisha kazi iliisha. Alafu hawakurudishwa nyumbani kwao. Walikuwa settled hapa. Kazi iliisha, sasa si maskari tena, si wanajeshi tena. Ni sasa wamerudi kwa civilian. So unapata changamoto ikawa hali za kiuchumi, livelihood zikakuwa, economic empowerment, livelihood zikakuwa issue. So jamii ikaamua kufanya biashara kidogo ya kupangisha nyumba. Na pia ukapata katika hiyo biashara kulikuwa na biashara pia za kikabila. Unapata wamama pia wako na vyakula wanapika, kuna biashara walikuwa wanafanya. Ikabidi sasa waanze kuuza hata kuna Nubian gin, pombe za Kinubi, na ni gin maridadi sana. Lakini sasa hivi watu hawatengenezi kwa sababu ya ile embrace Islam. So haya ndio njia ambayo inatumika kupata mapato. Akina mama wakaanza kuuza pombe, alafu biashara ndogo, kushona hizi mkeka, kujaribu kuona vile biashara wanafanya. Ukapata changamoto ikazidi pia wakati sasa watu wanakuja hiyo mahali vile iko kwanza kufanya kazi ya biashara rent. Ndio unaona jamii ukipata mahali imejaa. Na pia tunaona katika rental houses pia serikali ikachangia, ikaanza kusettle watu wengi. So unapata kuna mahali kuna jamii ya Kinubi na kuna mahali kuna jamii tofauti ambao wanaishi ndani. Jakedenera tero mago ganda jowa Nubi migosi Shafi Ali Hussein ne olero ni TV malolwe kaka ne migosi Jaramogi Oginga Odinga ne okonyogi kindege koma bende ne pod ntiere e telo. The late mzee Jaramogi Oginga Odinga alisaidia Wanubi sana. I do remember very well baba yangu mdogo alisomea Misri in 1960s. Jaramogi Oginga Odinga alienda kwa embassy. I don't remember the name of the ambassador, but the ambassador was a Luo. So baba yangu mdogo wakaambiwa Jaramogi sana. So prepare something. Wakaenda kwa embassy wakakaribishwa. So mazungumzo ikaanza. So waliambia Jaramogi, please mzee wetu, kama kuna basi ya kwenda zaidi ya hapa tulikuwa tunashukuru. You know, Jaramogi did not tell them, let me go back to Kenya and find out. Straight away Jaramogi tell them, Mr. Abdulaziz, you are going to Czechoslovakia. There is another one, they are all now deceased. Dr. Ali, you are going to Germany. There is another one, I don't know going to where. You see? And then there's this town, going to Moroni.
You know, there's a history wa Nubi walikaribisha Wajaluo. Kwanza walipokuja Nairobi walipigana na Wakikuyu pale area ya Kawangware na Dagoretti. So Wanubi wakawakaribisha hapa. So you know what Jaramogi did? Alichukua wazee wetu ambayo wote sasa ni deceased kama yeye. Jaramogi ndio aliwaambia kujeni. Kwa ile kitu mmefanya Muhoroni hapa chagueni shamba. You know hao wazee wako huko. Mmoja ako na sijui 100 and what acres. About 10 of them wako na shamba kubwa sana. Kubwa sana. Courtesy of the late Mzee Jaramogi Oginga Odinga. So Jaramogi bado tutamkumbuka. Manake alipatia even if they are 10. Ilikuwa ni bahati yao. You know, once you do a favor, you cannot stood somewhere and so shout for the whole community to come. So tunamshukuru sana huyo mzee. Sana. Unasikia kina baba yangu alichomea Czechoslovakia, alikuwa mkubwa wa agriculture Rift Valley province, alifanyia Kenyatta kazi, akafanyia Moi kazi. Naona. So yote wamesaidiwa na nani? Na Jaramogi. So we want Kenyans who can behave like the late Jaramogi Odinga. Na tukipata Wakenya kama hawa, then tutakuwa na shida tunaona sasa hivi. People have been divided into classes. No. Jaramogi kama angekuwa ataki, angekataa na angesema you are not Luos, I cannot assist you. But he assisted. He assisted. Wazee wetu kina mzee dada hapa my neighbor here, with a deceased family yake yote sasa hivi wamejenga kwa. Kina this a guy here called Mohamed Gore. Alikuwa councillor, former councillor. Kina baba zake wote wamefika huko. Hata sio Jaramogi. Yeah. So we appreciate this all man. Tukare en midhiero mage ma jogi kale kopogore kod pek mar yudo upande ni ruiri. Changamoto ambayo tunakumbana nayo ni changamoto ya kijamii ambayo ni chache specific. Na hali ambayo tumejipata tuko ndani ya jiji kuu la Nairobi. Na pia kuna Wanubi ambao wako kwa miji tofauti. Kuna mji wa Kisumu, na ukiangalia kwenye Wanubi wako katika mji wa Kisumu ni karibu tu na jiji Kibos. Pia kuna wale wako Mombasa, upande wa Mandera, si mbali na mji mkuu wa Mombasa. Kuna wale wako Eldoret, kuna wale wako Kisii, wale wako Kisii wako nje ya town kidogo, kwenda town ni kutembea kwa miguu. So jamii ya Kinubi vile waliletwa na Waingereza walikuwa settled in different towns. So unapata changamoto ambayo yanapata jamii ya Kinubi, urbanization, unapata ile hali ya jiji kukua, development, maendeleo katika jiji kuu. Sasa inapata changamoto inapata jamii. Kwa sababu ukiangalia kuna ile hali ya rural urban migration. Kuna wakati wa industrialization, watu wamekuja sana katika miji. So ungepata ndio baada ya wazee kwa maskani, vita ikaisha. Kwa hivyo inamaanisha kazi iliisha. Alafu hawakurudishwa nyumbani kwao. Walikuwa settled hapa. Kazi iliisha, sasa si maskari tena, si wanajeshi tena. Ni sasa wamerudi kwa civilian. So unapata changamoto ikawa hali za kiuchumi, livelihood ikakuwa economic empowerment, livelihood ikakuwa issue. Bende kiti chiemo magihero kod magitedo pogore kod mag onagi. Haya, tuko na vyakula vyetu vya kitamaduni, vyakula vingi ajabu yetu pekee. Kuna chakula inaitwa kisra ambayo hiyo ni yetu. Kisra sasa ni kama bread, si bread, ni kama gazeti. Ni nyembamba kama gazeti, lakini hupikwa kutumia unga ya ngano na unga ya mashini ya unga. So unapata haya ni chakula ambayo ni sisi kupika. Haya, kuna nyingine inaitwa gurusa. Gurusa nayo ni kama anjera, lakini ni nzito. Haya, kuna stew zetu.
tuko na maragu hii tunapika tofauti kabisa. Tuko na mrenda hapo. Hapo kuna vile sisi upika. Haya kuna binda, haya ni chakula ambacho so hata vyakula vile tunatumia vile tunazipika haya ni tofauti. Haya tukiangalia maisha yetu ni all round. Unapata vile tunaishi, kuna vile tunastahili kuishi. Desturi zetu nazo za Kinubi ziko, lakini pia desturi za Kiislamu pia ziko, kwa sababu sisi pia ni Waislamu. Naam, mavazi ile tunavaa ukiangalia ni style kiasi kwamba hakuna changamoto kati yetu na dini, hakuna conflict. So unapata mavazi yetu yako, kuna artifacts, kuna food cover, tuko na trays, tuko na mkeka yetu, those are the things tuko nazo. Nyombo kata nyasi mar arusi ni chire nyadiriyo. Msichana yetu akitaki lazima ijulikane yeye bado haja unana Bado ni bikra. Bado iko bikra. Sasa harusi yake ni tofauti na yule bibi aliyokuwa ameolewa alafu akaachwa tena naolewa. Sasa iko tofauti. Msichana bado na yule msichana aliolewa na akaacha akaja kaolewa na bwana iko tofauti. Sasa ya msichana ile ya kuolewa lazima inakuwa kubwa sana kwa sababu ni siku ya kwanza anaolewa. Sasa familia inaita barua ndio. Lakini ile ya pili hata utaweza kuita tu hata watu 10 kufanywa kusipo. Haiwezi kufanywa. Haiwezi kufanya kubwa kwa sababu ya kwanza umeshafanya nini? Fanya kubwa. Na msichana akishaolewa anakaa siku 7. Atoki nje, lazima inatafutwa yule mama ambaye anajua mambo ya kupika, anajua mambo ya kukaa na mume. Sasa yule mama ndiye anakuja kukaa na msichana na kueleza kukaa na bwana namna gani, bwana akitaka utafanya namna gani. Sasa hapo msichana anafundishwa namna bwana akija utafanya nini. Lazima uwe na kujua mapenzi ya bwana inafanywa namna gani. Sasa yule mama atamueleza, naona amesaidia bwana, labda ameenda kazi, bwana anaelezwa vile bwana akija kule unakaa na bwana namna gani. Sasa anafundishwa. Sasa bwana akija msichana anajua atamlaki bwana namna gani. Alafu ndio kai ndio amani iwepo ndani ya nyumba. Ndio. Ni nini unaweza kutuacha nayo watu wa Nubi wenye wanaishi hapa Kenya, wale ambao wanafanya juu chini wapate kitambulisho, wale wenye wanatafuta kitambulisho lakini hawapati, ni nini unaweza waambia? Kitu ambacho tunaweza kueleza sisi kama wananchi wa Kenya, kilichobakia sasa tuone kiongozi gani ambao wataweza kuja kukubaliana na sisi ambao tuwe sasa hakuna mambo ya kufanya vetting. Kama kuna jambo ambalo na bila tunavyofanyia mwananchi wa Kenya, sisi vile vile kama Wanubi tunataka tufanyiwe kama vile wenzetu wanavyofanyiwa. Sio na baguzi ati huyu ni Nubi kitu fulani mtu ya Kenya anapata huyu Nubi kaka aojiwe aulizwe. Hapana, tunataka vile wananchi wa Kenya wanavyofanywa vile vile sisi kama Wanubi tunataka tuwe kama wao vile vile. Kwa hakika mimi kuambia na hata nishawaambia na kisa zote nawaambia, it's so unfortunate Wanubi Kenya mzima wanavetiwa na hizo shida wanapata huko yote, hawajui mwingine, watu wananipigia mimi. So saa zingine mimi hupata changamoto, manake kazi yangu haiwezi kwenda bila pesa. Saa zingine mimi hukosa pesa. Sasa nikipata kidogo I travel, naenda Bungoma, I met them, naenda Mumias, I met them, naenda Kisumu, you remember the eviction,
I stood with them. Hata sasa nimetoka huko, I paid the surveyor, tengeze report so that the compensation case iendelee. So you see, hiyo ndio shida ambayo iko hapa, lakini bado kuna changamoto. So what I'm telling them, nawaambia kaeni kwa Nubians are Kenyans like any other Kenyan. Hii shida ndogo ndogo hii tutapambana nayo, and by time tutashinda. Manake Nubians are not students of the support. Sisi ni sawa na Elizabeth na Akinyi na Tom na Jumona. Mtu mzima, mtoto ndio inasalimu mtu mzima. Mtu mzima hawezi kusalimu mtoto. Ndio sasa mtoto akipata mtu mzima shika. So ndio maana amechukua mkono akafanya hivi akaweka hapa. Lakini hii ilikuwa matata usipo wazee ulipofanyia hivi, wazee walikuwa wanapiga sisi sana. Taba sasa bado unakataa kusalimia kwa vitabu. Hii tulipata pigo kubwa sana. Sasa ingine hukumuona unapita, lakini mzee akaona tu wewe huyu aliniona. Unaona jua zamani kuna shauri ya kwenda kushtaki mtu au kupeleka kotini, kupiga mtoto wangu mimi napeleka huko. Zamani hakuna mtoto, kila mzee, watoto wote ni wazee. Nikute mtoto wako na makosa mimi napiga. Ukikuta yangu unapiga, lakini siku hizo ukipiga napeleka kotini. Mtoto wangu ni wangu, wako ni wako. Sasa siku hizi hata kama unakuta mtoto ana makosa, lakini zamani discipline ilikuwa iko kwa watoto kabisa. Baba ilikuwa ya watoto wote, inaita baba. Kuna lakini siku hizi utapeleka Kilimani. Asante sana. Toa shukrani kwenu vile kwa vile mlikata shauri mkaona muje kwangu, sababu sasa mwezi wa Ramadhani, lakini kama si mwezi wa Ramadhani nikawapikia nini chakula na mjukule, lakini inshallah mtu mwingine tutakutana wakati mwingine. Asante inshallah. Yes, jeluno wacho ni kibedo kod jodongo miyo ing'eyo mathoth. Miyo odiochieng' ma kawuono ang'eyo mathoth ewi oganda Jowanubi, kendo aparo ni in bende ikwanyo mathoth ewi mbeknigo eko ma bende ne wagoyo kod oganda Wanubi odiochieng' ma kawuono. Kendo agoni erokamano kuom kete mane Lolwe TV, kendo neno chenro eri mar chenro moyiedhi kaka pile. Nan Elizabeth Otieno, kendo agoni erokamano maduong'.